Now we are moving out into Kisii Town. Tuone kile ambacho kinaendelea kwenye streets za mji huo mkuu wa Kisii. Chukua hii. Take it back. Hello. Take it back. Bye. Have a good day. Yes. Niko so guys, tupelekane hadi Capital roundabout. Moja kwa moja hadi town, tuone vile mambo iko. Endelea kutufuatilia kwenye mtandao huu. Ni asubuhi hapa, naona Nairobi bado watu wameamka. So guys, this is just near Nyanchwa police station. The station is right there, a few meters from here, and this is Nyanchwa Gusii Stadium Road that is connecting Nyanchwa to the CBD, to Gusii Stadium, and it is the same road that is heading to Kisii State Lodge, mahali jamaa fulani anajifichanga. Usually in hours like this unapata hii barabara imejaa movement ya mapikipiki, magari, watu ni wengi. But even in this town, it's clear that it looks like a public holiday. Usually hapa tunakuanga na jam, lakini sasa leo mnaona tu. In a normal day, you'll find people walking here, like tens or hundreds of people heading to Kisii Town, to CBD, to go and work, you know. But leo hapa ni National Housing, ile yenye ilijengwa, sijui hii ni kama ilijengwa na Moi. Hii si ya Ruto nayo. Ile ni National Housing, ile ya kitambo Nyanchwa. Ukiangalia watu wengi, magari ziko parking. So mahasla tu ndo wanaelekea town CBD. Mambo ni live kutoka Kisii Town. In a few tunaingia katikati mwa mji. In a few tunaingia CBD. Muone vile maneno iko. So guys, hadi leo nimeamua sipiti shortcut. Ninapita the long way. The long way, hiyo ndo ninapita niwafikishe town, muone vile maneno yanaenda. But right here, especially sana hii sehemu watu waanziangi maandamano hapa. In Kisii Town we have a place known as Mwembe, just right in front of me. It's business as usual from this point. There's a place I was speaking about, I was telling you about a place known as Mwembe here in Kisii Town, where protests begin from.
So hapa kuna kuanga na strategy nyingine hatari sana. Mwembe ni sehemu ambayo hapo ndo kuna Kisii University, and mostly the place is occupied by the university students, business people, government officials of civil servants, pia na the mighty Kisii National Polytechnic. Pia wanafunzi wengi wanaishi Mwembe. So it's an overpopulated area. It is the most populated place in Kisii town. So kitu chenye hawa watu wanafanya, wanaanzisha maandamano na huko Mwembe, sehemu inayoitwa Gekom. From there wanakuja chini wakiongezeka. And normally what the government does, deploy police at the center of the town, ambayo ni Capital Roundabout. So hapa Capital Roundabout ndio maandamano inakuanga at its peak. So polisi wanatangulianga Capital. Vijana wanatoka juu wanakuja wanaingia place known as Mashauri. Wakitoka Mashauri wanateremka wanakuja Central Police. Hapo ndo wanachopozana, wanasimamia hapo na mawe. Kama kuna mawe, kama hakuna wanasimama wakiimba hapo karibu na the Central Bank of Kenya Kisii branch. So after that ndio hii moja, lakini hii inakaa prison imeanza. So guys, after that askari wakiwa Capital, vijana wanateremka wanatokea upande wa nyuma, na wale ambao wamebaki side ya juu ya Central Police wanabaki wakiwashtua na huko juu. Hiyo inabidi wale wenye wako Capital wana retaliate. Ndio vijana walisema wanapanda kwenda Central Police ili watoe vijana karibu na station. Wakitoka hivi Capital, so they occupy Capital Roundabout, pushing the police kwenda juu. After that, between Central Police na Capital Roundabout, hapo ndo kuna kuanga battlefield. Sasa ni nyimbo chini na matia gas kutoka juu, mawe zinapeperuka. The only place mawe inarushwa Kisii kuingia kwenda kwa station. So guys, right now niko Nyanchwa. Nyanchwa is a cool estate, karibu na Kisii Eye Hospital the other side. So from here, I think vile ni morning, my camera fanyesha kweli. So that far end hapo, this is Gusii Stadium and Golf House. As you can see, that place haini kutulivu. Golf House and Gusii Stadium, hapo ndo media wanakuanga hapo, just opposite Golf House. Zoom out. That is Zonic building, new Family Bank. Na hapo sasa opposite this building, sijui kidole itaonyesha ama kidole yangu iko wapi. Hii building huko opposite ndo kuna Central Police Station, Mwalimu Sacco Plaza. Hapa tunakuja Emma Hospital, ukiteremka chini kuja Market Plaza. Hapo around hapa ndo kuna Capital Roundabout. So wacha tuteremke tuzidi kuingia tuone hali ilivyo. But as for now, situation hapa ni calm. Ndio kitu naweza waambia kwa sasa. Hapa Nyanchwa, it's a place that is cool right now. Hakuna mambo mengi. We are about to get into the Central Business District kwa duka za Simba. It's the capital of Kisii County that is led by Paul Arati Simba. But like a normal Wednesday, things don't happen this way. Usually nikiingia town kila asubuhi hapa unaonanga tu magari zikipanda, mapikipiki zikipanda from this side. Kazi ni kupanda, zikiingia town ni kupanda tu. Lakini leo
kumetulia. So here we are in the shortcut ya kutoka Nyanchwa. Initially watu wangepita Gusii Stadium, so here we are heading. But here things look normal. Ana tufanye checks around the town. Now that tunapanda from Elimu Center. Sasa nishavuka, nimetoka. Let me see. Yes, nishatoka Nyanchwa sasa ingia town. This is Elimu Center. Tuko ground check. Tuko ground check at Elimu Center, heading to the CBD. Tuwe kwenye kitovu cha maandamano. That's right, guys. We are from that place, the mighty Nyanchwa. Now we are in town. Hapa tunanga flyovers. We just cross roads kama wanyama. Imagine this is Bwana Governor is aiming at Kisii becoming an additional city here in Kenya. Lakini hapa kitu inanifurahishanga, tunavuka barabara kama minyama. Hata zebra crossing ni moja tu. Kama sasa tunapimana na hawa, ninavuka kama mbuzi. So hata moja Elimu Center. Angalia juu kama si jua imemulika vibaya. Inside za KTRX Hospital roundabout. So guys, wacha niingie mahali hakuna jua. Inamulika kamera vibaya hivi. Sijali, nitanunua Samsung very soon. Ndio mambo isikuwe namna huyo vile inataka. So this is now Joshua. Shahidi ukweli. Wanasema itikue city. Imagine. Hata hii barabara, this is a main road yenye inafaa kuwa tu inabeba gari zinapanda zikiwa side yao. Zinateremka zingine ziwe side yao. Lakini the main road hapa, saa hii mambo ni mbaya. Tunafinyana na magari. Niliwaambia for this to become a city, iko na mlima. Hii haiwezi unless tutoe machozi ndio ikue.
Kisii becoming a city unless kumetolewa machozi. Ndio sasa have a look. But it's a good town. Inajaribu. Kwa maandamano ndo tunaendelea kucheck ground kama wanaweza. Umesema haiwezi. Haiwezi hata ikifanya nini. So it's a ground check, guys. This is the famous Market Plaza. So nimeamua huwa nakuanga hapa, mkitaka kunikujia na Subaru nakuanga hapo Market Plaza. Nimepin location, lakini leo sijui kama mtanipata pale. So I'm moving kwenda juu para kufanya ground check kwenye kitovu cha maandamano Kisii. But here life seems to be normal, though si kama other days. Let's check. So it seems to be a normal day, lakini si kawaida. Bado ndo sunana na wapeleka tu hivi pole pole. Hii barabara inatoka Daraja, ninapanda naenda Central Bank huko juu, county government offices, Homa County headquarters. Naenda Mashauri, Daraja moja, the Black Spot, Kisii School, wakati wakielekea Nairobi. So this is the main road. Mwembe najua ndo msingi wa maandamano. Huko ndo mambo yanaanzia. Alafu kitovu ni Capital. So for now, 18 minutes walk from Nyanchwa to CBD, heading to Capital roundabout. Tuone kama kuna security imewekwa ndo wapige ile strategy yenye tulisikia ama bado. Hali ni ipi katika maeneo haya? So mnyama ndio huyo anavuka barabara, mnaona hakuna kivukio. Hapa tunavuka kama kuku na mbwa. Unapimana na pikipiki. Alafu another thing guys, in Kisii town ndio town iko na pikipiki nyingi zaidi, lakini leo hakuna. So so in this way, acha tuone. So guys, ukiangalia parking ya Aga Khan Hospital iko empty. What does it mean? Hey, really? Hali sasa. So ukiona parking ya hapa Aga Khan Hospital, hii ni Aga Khan. Ukiona hii parking iko empty na ni karibu na Capital roundabout, jua Kisii ni kunoma. Kisii ni noma, si noma. Watu wameogopa, noma si noma. So guys, let's see. We are at the center of Kisii town. Hapa ndo unajulia maneno. Lakini kwa mshangao ni kwamba bado polisi hawajaingia katika eneo hili. Usually wakiingia vijana wanajigawa, wanatokea sehemu hii, wanatuliza pale. Wengine side ya polisi huku juu wanavuta askari juu. Hii inabaki kuwa playground ya waandamanaji. Hapa ni nyumba ya waandamanaji. Hata askari wakianzia hapa inabaki kuwa nyumba ya waandamanaji. But the town is clean. Magari ni kidogo. Hakuna magari kwa parking. So that means watu wameogopa. We are now at Capital roundabout, ambapo kama unasikia kuna mwanasiasa anaingia mjini, ataingia Capital. Kama kuna maandamano yanakuwa Capital. Kama kuna kitu chochote kinafanyika hapa Capital roundabout. Capital ni hii nyumba. So among the first buildings here in town, it's very iconic and historic.
hata ukitaka kushinda kura kuja capital. So hapo ndo kitovu. Acha nisimame pale niwape taswira kamili ya mji wa Kisii na ni vipi mambo yanaweza kuwa in a few minutes from now. This is one of the most unpredictable towns kwa maandamano. This is Sakawa taxi area. In a morning like this tunakonga na magari mingi, lakini ikiona watu wameziondoa, that means bado kuna uoga. At the far end it's a hospital roundabout pale chini. So to this side Aga Khan Hospital, Oswald and etc. hapo ndo watu wanaingilia. So tuzunguke hivi the other side, St. George Street. Na hapa sasa waandamanaji huwa wanakuanga hapa. Pale juu ni Central Police, but ni kama hakuna uoga sana juu masanse wangekuwa washafika hapa wameshika doria masaa kama haya. So hakuna uoga mingi sana, though watu wajaingia kazi. County leo revenue ni kama itakuwa chini, kwa sababu ukiangalia parking ya magari, biashara ambazo unapata hapa asubuhi sana bado hazijafunguliwa. Ina maana hali si hali, mioyo za watu bado ni mzito. Tunangoja tuone ni kipi ambacho kitaendelea katika maeneo haya ya Capital Roundabout. Pia endelea kutufuatilia kwenye hii channel ya Nyabende TV, ambapo tutakuletea mambo moja kwa moja na live kutoka mjini Kisii, kwamba tarehe 25 mwezi huu wa Juni mwaka 2025 ni kipi ambacho kitaendelea, ili kujikumbusha kuhusu yaliyotokea tarehe kama leo mwaka uliopita, ambapo vijana karibu 60 ambao wanajulikana kupoteza maisha yao katika maandamano yaliyoandaliwa mwaka uliopita tarehe kama ya leo, ili kupinga mswada wa kifedha wa mwaka 2024. Makumbusho hayo ambayo yameratibiwa kufanyika katika siku ya leo kote nchini Kenya, na yanatarajiwa kushuhudiwa katika mji huu wa Kisii, ingawa kufikia sasa taswira kamili ni kwamba hali inaonyesha kwamba huenda kukawa na maandamano, kwa sababu ukiangalia hali ya kibiashara hapa iko chini. Pia watu pia idadi wako chini. Naona upande wa juu kuna maaskari wawili, nikiangalia kwa mbali inaonekana kwamba ni maaskari wawili wakiwa wanashika doria wakiteremka wakija hapa Capital Roundabout, ambapo ni kitovu cha maandamano. Joshua Mtunga ameongelea kuhusu black spot ya daraja moja. Daraja moja is a black spot by the way hapa ya Kisii. Nimeua watu wengi. Kwanza among the listed places here in Kenya zenye zinakuwa na ajali. Lakini sasa hii town ambayo wanasema kwamba iwe city ni town ambayo tunavuka kama kuku, tunavuka kama mbuzi, tunavuka kama ng'ombe. Hakuna flyover mahali, hakuna footbridge mahali ambapo watu wanapita. Hata zebra crossing zimefed zote. Pale mahali lori imefika katikati ya Cooperative Bank na KCB kulikuwa na zebra crossing. Sasa hii imeisha. Rangi zilipakwa duni, imeisha. So acha tupande hivi nionyeshe haraka haraka hali ilivyo Mwembe, kisha nirudi niingie kazi nitafute za data. Kama mkasiriki mniwekee data. Mtu akiniomba namba bila shaka nitapeana. Lakini kwa sasa kabla nifanye hivyo, nitaonyesha hali ilivyo mjini, kisha nirudi niingie kazini ili nitafute ile ya data ya kuingia live yale masaa yakifika. So as you can see, kuna wenzetu mandugu zetu hapa wanateremka, mandugu wa ukuta. So ndio maana hao ni mandugu zetu wa ukuta wamepita, wale wa kutugongesha maukuta ndio wamepita wakielekea chini, na kuna wengine wanachunga pesa hapa. So askari ni kama leo wana kazi ngumu. Hawa ni wa kuchunga pesa, si wa kuchunga maandamano. So Cooperative Bank closed. Law enforcement officers wamejaa huko. Maaskari they are manning the Cooperative Bank juu iko katika kitovu cha maandamano, pia KCB.
So leo askari wamepata kazi ya ziada. Nikiangalia hapa mahali niliwaambia the Zonic building, ndio hii sasa tumefika. Hii Zonic building, hii fence ni ya Central Police. Hii fence ni ya Central Police. So hali iko salama kabisa. Pia mnaviona amepita mwenzetu, dada yetu wa kuongesha watu ukuta pia amepita. Kuna mgonga ukuta mmoja amepita hapo. People who help others to beat the wall, to beat their heads against the wall. So biashara hapa no parking. Saa hii si tunakatazwa kupark, lakini kwa sababu watu wanaogopa, na vioo zimepanda bei, by the way, vioo za magari zimepanda bei. So you better walk into town bila gari yako ya hii uoga. So the Zonic building, New Family Bank pia kumefungwa. So bank services hatupati hapa kwa leo kwa sababu kuna uoga kwamba kuna maandamano. Na hapa Zonic taxi area hakuna magari vizuri. So pale chini ni Kobil, Mwalimu Sacco Plaza. So hali ilivyo hapa ni Central Police. Naona gari ya kubeba yogurt iko upande wa juu. Family Bank kumefunguliwa, lakini kuna security. In case of anything, they'll just cross. Iko just right opposite this Central Police. So ndivyo hali ilivyo katika mji wa Kisii Town, ambao ni moja kati ya miji mikuu hapa nchini Kenya. Mji huu wa Kisii nilivyosema ni moja kati ya miji ambayo ni mikubwa zaidi hapa nchini Kenya. Ndugu zetu wagongaji ukuta, kwa heshima kubwa tunawalaki wagonga ukuta wenzetu katika maeneo haya ya Kisii. So wamepita hao. This is the Central Police. Maybe kuna vile wamejipanga. DCI headquarters, njia ya kuelekea kotini, Ram Hospital ni kwenda hapa chini. So but ukiangalia gari zinaingia. Amesimamisha huyu akaenda, hataki kubeba maskari. Gari za vituo mbalimbali zinaendelea kuingia ili kuchunga mji huu. Kwa mfano hii ni gani hii? Hii sijui, kuna hiyo ingine cha tuone. Wenye kuta za Ugembo wako area, kuta za Gesomso, kuta za Keumbu. Hao ni wagonga ukuta mbalimbali ambao wamefika ili kuchunga, waone kama watapata customer wa kugongelesha ukuta. So pia Nyangusu Police Station ndio hiyo gari yao inazunguka. So ni kama kuna tension hapa kwamba kuna uoga mkubwa. Ni maandamano ambayo yametishia nchi na ulimwengu kwa jumla, kwa sababu vile ambavyo nimefika karibu na eneo la Central Police, tayari kwa sekunde 10 nishaona magari ya vituo mbalimbali vya polisi maeneo haya ya Kisii yakipita. So tumefika eneo la Central Bank, ni pale. We are not supposed to film that. The area is restricted, so you can't do recording. So very fast, we've been here for 30 minutes now. So I've been here for the last so kuna offices of county commissioner the other side. We are at the Kisii County Assembly. Hiyo hapo mbele. Hali gari ya moto Kenya Power imefika. So Kisii County offices ni hapo. Haya, nataka nivuke barabara. Hapa kulikuwa na zebra crossing, lakini kwisha. Sisi kama wanyama wa Kisii so this is the county headquarters.
Kuna nyingine hapo 778 pia, hiyo inaingia kuchunga town kama wamedeploy all over. So guys, let me very fast show you the situation in Mwembe kwa umbali kutoka Mashauri, kwa sababu ningetaka kushika kila ama kunasa kila tukio kwenye kamera. Haya, napimana na hivyo ndo nimevuka. So hii town ni kupimana. Nionyeshe kwa haraka kile ambacho kinaendelea kutoka maeneo ya Mwembe, ambapo ndo maandamano waanzia, kisha nirudi niingie katikati mwa mji. Sitaweza kufika pale kwa sababu ni mbali. So ukichukua muda wako ukatembea hadi Mwembe, itanigharimu karibu saa nzima, tena saa nzima ya kufika eneo hilo. Lakini masaa bado, Wakenya wanazidi kujipanga ili kuomboleza wenzao waliofariki kwenye ajali. Hiyo ni ajali, kwanza ilikuwa ajali ya maandamano mwaka uliopita. So ama Mashauri, that is daraja moja to the far end, the worst black spot in Nyanza. The Salga of Kisii iko upande ule wa chini. So here, from here, kutoka hapa ni sehemu ya Mashauri. Hapa unaweza ona vizuri Office of the Attorney General iko hapa Mashauri. Kotini ni chini kabisa. So from this point I think Mwembe inaanzia pale juu, and kufika pale it's a long distance. So what I'll do, I'll return at this point and niingie town katikati ili niwaonyeshe hali ilivyo katikati. Oya, yaje? Unaweza nipeleka Market Plaza? Naweza kulipa na simu. Sawa. Fred, nitachukua baadaye. Kwa sasa nilijulishwa kwamba masaa ya kuanza bado. Nataka nirudi town. I want to charge my phone kidogo, kisha nirudi. Ilinipea warning, ndo maana nikasema kutembea hadi Mwembe it will take me something like another 30 minutes na itakuwa imezima. Unajua ukiwa live vile inachukua moto. Tutapitia hii barabara. So ndo maana nimerudi hivyo. I charge my phone then ndo mpate maneno live, isizime. Unajua sasa nikienda ikizima mtakuwa mmemiss a lot. So we are back at Central Police. Ni Central Police. Huyo ni mgonga ukuta, mwenye anateremka mgongesha watu ukuta hapo. So hii ni situation. Central Police wamefunga gate, magari zimeingia zenye zimetoka sehemu mbalimbali. Sasa tunaelekea capital, lakini ukiangalia hali ilivyo, kuna watu ambao wameanza kukusanya katika maeneo haya. Ina maana kwamba kila mtu amejiweka tayari, huenda maandamano yakashuhudiwa. So this is the capital roundabout. Bado naona hali imetulia. But in a few, something like 1 hour from now,
I think hii town inaweza kuwa tofauti kidogo. So hapa ndo the Kisii market is here. Ukiangalia wachuzi na mama kuuza machungwa hapo vizuri. So the other side is the Kisii Teaching and Referral Hospital. Wacha nione kama sawa. So guys, ndivyo hali ilivyo. Acha niingie hapa ndani. I charge my phone kidogo in my office before we continue. So first tumaliza so guys, like sir. So guys, wacha niingie kwa ofisi yangu kidogo. I charge my phone ndo tukiingia live. Tusiwe na wasiwasi yeyote. Hapa sasa I'll just give you a brief on what was happening around town. Kwa wale ambao umeingia saa hii, I'm going to give you a brief kwa kile ambacho wengine wameona na kile ambacho mimi mwenyewe nimeshuhudia katika mji huu wa Kisii, ambao ni mmoja kati ya miji mikuu nchini Kenya inayoangaziwa hivi sasa kwa kuwa kuna uwezekano wa maandamano kidogo. So I want to give you a brief. Ni safari ambayo tulianza leo asubuhi. Tumezunguka katika mji wa Kisii. Kwa sasa niko katika maeneo fulani hivi kidogo. So hali ilivyo katika mji huu ni kwamba kuna utulivu, lakini pia huenda kukashuhudiwa maandamano kulingana na kile ambacho mimi mwenyewe nimeweza kushuhudia katika maeneo haya. Ni kwamba huenda kushuhudiwe maandamano. Kisa na maana watu wengi, hakuna magari. Watu hawajaingia kazini, magari ya taxi, matatu, magari yote yameegeshwa. So inaonyesha wasiwasi maandamano kutokea katika mji huu wa Kisii. Kumbuka ni mji ambao ni mji ambao ni mojawapo miji ambayo ni mikubwa hapa nchini Kenya. So wenzangu, ni bayana kwamba siku ya leo ni siku ya historia hapa nchini Kenya, siku ambayo vyombo vya usalama vimejipanga kwa njia mbalimbali ili kuhakikisha kwamba kuna amani kwenye maandamano haya. Ila tunawasihi kama wale wasimamizi wa vyombo vya usalama wasije wakaanzisha vurugu, ila tu wape amani waandamanaji, walinde na pia wachunge mali yasije yakaharibiwa, ila tu na wape waandamanaji ule uhuru wa kuandamana na pia ili kupeperusha
kile mahitaji yao kwa serikali ambayo tuna matumaini kwamba itasikiza. Ni siku ya kuomboleza vijana ambao waliweza kuaga dunia tarehe kama ya leo, mikononi mwa vyombo vya usalama, pia mikononi mwa wahuni na njia ambazo hazieleweki, na wengine kupotea hadi hivi sasa hawajajulikana walipo. Na tunatumai kwamba ni siku ambayo itakuwa ni siku ya kihistoria, ni siku ambayo itaonyesha umoja wa vijana katika kupigania haki za wenzao ambao walioaga dunia tarehe kama ya leo. Na tuliweza kupotea hewani kidogo sababu jambo moja ama lingine. So ni siku pale ambapo nilisema ni kwamba ni siku ambayo ni ya kihistoria, ni siku ambayo tunatumai kwamba haki itatendeka, ni siku ambayo tunatumai kwamba vilio vya vijana na wananchi wa Kenya vitasikizwa. Ila tunaomba kudumisha amani kwenye maandamano haya. Ni haki yetu kuandamana, lakini tudumishe amani. Mji wa Kisii ni mji ambao umetulia kwa hivi sasa, kuna hali tulivu, ila hatukufika maeneo ya Mwembe kwa sababu ambazo ni chache tu, ili tukaweza kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Inavyojulikana sana ni eneo ambapo maandamano huanzia kila wakati. Shuhudiwa maandamano katika eneo hili, maandamano huanzia katika maeneo ya Mwembe. Hivi sasa tuko katika mji wa Kisii ambapo tumeweza kupita nusu ya mji huu ili kuangalia ni kipi ambacho kinaendelea. Kwa dakika 40 hivi ambazo zimepita, nimekuwa nikizunguka katika mji huu wa Kisii. Wale ambao kufikia hii live tukiendelea katika huo mji, ni kwamba tumeweza kuangalia na kupata kuwa hali iko safi, ila watu hawajaingia mjini. Wale ambao ni wahudumu katika sekta mbalimbali katika eneo hili kubwa la mji wa Kisii wamehofia maandamano. Kuna hali ambayo ni tulivu, hakuna magari, hakuna watu, biashara nyingi zimeweza kufungwa, benki, maduka ya jumla na maduka mbalimbali. Wengine wale wachuuzi wa katikati mwa mji pia wengi hawapo mjini kwa sababu wanahofia huenda maandamano yakaanza. Upande mwingine wa Nairobi ni kwamba pia hali ni sawia na ilivyo hapa Kisii, ni kulingana na habari ambazo ninazopata kutoka kwa ndani wangu wanaopatikana katika mji huo wa Nairobi, ni kwamba hali ni kama ilivyo hapa Kisii. Pia katika mji wa Mombasa hali ni tulivu, ila watu wanaonekana kuwa na wasiwasi, wengine wanaonekana kuwa wana matarajio ya kushuhudia maandamano katika mji huo wa Mombasa pia na mji wa Nairobi. Katika mji wa Kisii hali ni tulivu, ila kuna uoga, kunaweza shuhudiwa maandamano wakati wote kutoka sasa. Vijana wameonekana wakiwa shughuli zao za kawaida, wana bodaboda wako katika shughuli zao, ila tu ni wachache ambao wameingia mjini. Wanabiashara wengi wao hawajaingia mjini. Kuna wengi pia ambao wameingia mjini, ila tu bado hawajafungua biashara, wamesimama wakijaribu kuangalia, yani ile kucheck ground hali ilivyo katika eneo hili kabla ya kuanza biashara. Wachuuzi pia bado hawajaingia, wale ambao wameingia bado hawajaanza kazi yao ya uchuuzi, ila tu pia wanategea ili kuona hali ilivyo katika eneo zima la mji huu wa Kisii. Vituo vya polisi ama vyombo vya usalama vimeweza kuonekana kuwa kujiandaa, kwa sababu tukipita katika maeneo ya Central Police, sijui hali ni gani hapa. So tukipita katika maeneo ya Central Police
And tumeweza kuona magari kutoka vituo mbalimbali vya polisi katika eneo la Gusii vikiwa hapo katika eneo la Central. Ina maana backup kutoka maeneo ya Nyangusu, nimeona gari kutoka maeneo, gari kutoka polisi eneo la polisi kutoka eneo la, pia nimeweza kuona gari lingine kutoka maeneo ya Ugembo ambalo limeleta maafisa wa usalama kwa wingi katika kituo cha Central Police ili kuwasaidia katika kuweka amani katika mji huo. Pia lango kuu la kuingia katika kituo cha polisi cha Central hapa Kisii, niliona kuwa lilikuwa limefungwa. Wangefungulia tu, walikuwa wanafungulia gari ya polisi yakiingia kisha na kutoka, lakini lango kuu limeweza kufungwa, na ni hali ambayo si ya kawaida katika kituo hicho. Kufungwa si hali ya kawaida. Ina maana kuna mipango ambayo inaendelea, na tutazidi kufuatilia na kuwaletea habari moja kwa moja. Jambo ambalo unastahili kufanya ni kufuatilia kituo hiki cha habari cha Nyabende ili upate mambo yanavyozidi kutendeka kutoka maeneo haya ya Kisii. Nashukuru mtazamaji kwa kuwa nami kwa safari hii ambayo tumefanya ya haraka ili kuona hali ilivyo katika mji huu katika maeneo haya ya Kisii. Kumbuka hiki ndicho kituo ambacho ni cha kutegemewa ili kupata habari kutoka maeneo haya, kupeperusha moja kwa moja kwenye mtandao wa YouTube ili kuwapa taswira kamili ya kile ambacho kinaendelea kufanyika katika maeneo haya. Kwa sasa kwa muda mfupi ujao tutaondoka hewani kidogo ili tujipange, tukingoja kile ambacho kitatokea, kisha tuwapeperushie moja kwa moja. Kwa sasa tutatulia kidogo ili tupate muda wa kupumzika. Kumbuka kuwa niliamka asubuhi mapema sana ili kuwaletea habari hizi na kupeleka moja kwa moja katikati mwa mji wa Kisii ili kuona hali ilivyo, kujua kwamba kutashuhudiwa maandamano au la. Kwa sasa nitaweza kupumzika kidogo, nifanye moja mbili, kisha hiki chombo changu cha habari nikitie tunasemaje kwa Kiswahili, yani iwe fully charged, ni charge ile ya kutosha, kisha matukio yakianza nisikose kuwaletea habari. Na kushukuru wewe mtazamaji ambaye umenifuatilia wakati huu wote. Kwa sasa tutaonana baadaye. Hakikisha kwamba kwenye button ya subscribe umefinya, kisha umefuatilia channel yetu ili upate habari kamili.